Okay, karibu tena Ujicoders, na katika video leo tutakwenda kuanza rasmi kozi ya cyber security. Tutaongelea deep zaidi kuhusu cyber security. Na video hii ni lesson ya kwanza ya hii part 1 na tutajifunza msingi kamili au introduction to cyber security. So kama unawish kuwa cyber security expert, usahau ku-like, ku-watch video hadi mwisho, comment in case patakuwa na question or anything else. So tukaanze tuelewe cyber security ni sababu kitu cha muhimu zaidi katika cyber security. Tulikuwa unasoma kitu bila kuelewa ni nini hicho unachosoma. Tunapoongelea kuhusiana na cyber security all ni ulinzi wa mifumo ya kidijitali dhidi ya attacks. Ni kulinda mifumo ya kidijitali dhidi ya mashambulizi ya mitandaoni. Au tukasema ni njia ya kulinda account, simu, computer, website, network na taarifa zako. Okay, chukulia mfano una simu yako, una picha kwenye simu, video, password, WhatsApp na mambo yako ya siri, okay? So kulinda hizo taarifa zako za muhimu ndo cyber security. Unalinda vitu vyako ili mtu yote siwe na access na data zako za muhimu. So baada ya kuelewa kuhusu cyber security, huja tuangalie kwamba cyber security inalinda vitu gani hasa, inalinda nini hasa. Kwenye upande wa cyber security haimlindi haka pekee, yani haimlindi esco hack au nani pekee. No, inalinda kila kitu kinachohusiana na taarifa zako. Kwa mfano data, inalinda kitu kama data zako, mfano majina, password, picha, documents, account, mfano account ya Facebook, Instagram, TikTok and more. Pia kwenye upande wa networks, Are you sure this is safe? Yes, just enter your password. Okay, Wi-Fi na internet connection. Pia system. Tutaongelea system kama shortcut kama server, computer, apps, website and more. So baada ya kuelewa kuhusiana na vitu ambavyo cyber security inahusika na kuvilinda, so tuangalie kwa nini cyber security ni muhimu hasa katika ulimwengu wa sasa, tena especially kwenye kipindi hichi cha artificial intelligence. Leo karibu ya kila kitu kiko online. Benki ziko online, biashara online, mashule, serikali, yani kila kitu, mawasiliano yanapatikana online. So kadri internet inavyozidi kukua ndivyo mashambulizi ya mitandao yanavyozidi kuongezeka. Kwa hiyo the more internet ina grow na ndivyo mashambulizi yanazidi kuna nili. Kwa mfano tukiangalia sasa hivi kuna masuala ya AI, teknolojia inakuwa nayo mashambulizi yanakuwa. Okay, mtu anaweza kutumia AI kufanya attacks, maybe kuna voice and more. So ukisikia mfano labda account imeibiwa, pesa zimekuliwa nini, hivyo wote vinahusiana cyber security. Okay, tuangalie threats za kawaida katika masuala ya cyber security. Kuna hatari nyingi kwenye internet na baadhi yake ni kama phishing. Hizi ni zile linki zinazotumika kuiba password au taarifa zako. Kwa mfano mtu anatumia link, ukiopen link inafunguka kama Facebook page, Instagram page, WhatsApp hivyo. Ukiinta mfano username and password, hizo data zinakuwa sent back to the attack. Na pia kuna malware. Hii ni aina ya hizi threats malware. Kwenye upande wa malware tuongelea kuhusiana na masuala kama virus, ransomware and more. Pia password attack, hii ni kukadiria ile brute force. Pia nyingine hapo pia ni hatari, inaitwa social engineering. Hapa ni sasa hivi inaona wanatumia AI, lakini in all hapa wanatumia akili yako, yani wanakudanganya ili utoe taarifa baadhi za kampuni za kwako. So tunapoongelea kuhusiana na cyber security sio tu kwa esco hackers au kwa hackers tu. Watu wengi wanasikia neno cyber security na wanafikiria inawahusu wataalamu wa mitandao pekee, yani hackers wote. Lakini ukweli ni kwamba kila kitu kinachohusu internet, so kila kitu kinachotumika kwenye internet kinahitaji cyber security. Mfano wanafunzi wenyewe, wafanya biashara, yani the way unavyoweza kulinda data zako online, hiyo ni cyber security. Ukiweka password, ushafanya cyber security. Ukikwepa ku click
links, yeah, ushafanya cyber security. Yes. So tuangalie jinsi ya kuwa salama online. Yes. Ya kuna vitu rahisi unavyoweza kufanya kwenye simu yako, kwenye account zako ili kuongeza security au kuboresha ile masuala ya cyber security. Ya. Cha kwanza kabisa tunashauri kutumia password ngumu. So tunatumia password maybe Rose 123 au whatever, but inaonekana simple. Ya, tukao uchanganye herufi kubwa nini if. Pia unashauriwa kuweka two factor authentication. Yes. Na kingine usibonyeze link ambazo hauzijui. Okay, ukimpa tu link imefanya na nini unabonyeza unaweka taarifa no. Pia unashauriwa kuupdate apps ambazo unazitumia. Pia simu yako unatakiwa update sababu security inakuwa imeboreshwa. Kingine cha ziada unatakiwa usitumie public wifi. Yeah. Yani maybe ndio utumie lakini utumie under VPN. Yeah, hapo inakuwa data zao ziko encrypted somehow. So hii ni video ya kwanza na tutaendelea course ya cyber security. Hii ni introduction kuelewa cyber security. So video zinazofuata tutaenda kuendelea kuhusiana na types of hackers and more, yani kuibooster hacking na cyber security yote. So hakikisha kama kuna swali, comment hapo kwenye sehemu comment, uta like, subscribe, usahau. Yes, na pia kushare video hii.